Chacha some few days ago. Akona very inspirational gospel music, na leo tutakuwa tunapatia tribute yake nzuri, tutakuwa tunamkumbuka. Pia kama uko na song yake baadaye tutakuwa tunachezea na DJ Dan. Already ametutayarisha kamiziki moja kazuri kakuweza kumkumbuka Betty Bayo. Na by the way, kwa mtu ambaye aliweki Kikuyu kama mimi. Hiyo song inamaanisha namna gani? Hiyo wimbo inatuambia kwamba Yesu alitulipia deni msalabani. Producer niambia ongeza sauti kidogo. Okay, hiyo wimbo yamaanisha kwa mtazamaji ambaye hata yeye haelewi hii lugha ni kwamba Yesu alitulipia deni. Ametulipia deni tayari. So usiogope, ushalipia deni. Na ni deni ya dhambi Kwa hivyo dhambi ambayo unafikiria labda inakusumbua sana, Mungu alishalipa hiyo kwa njia ya msalaba njia ya msalaba. Kwa hivyo tumelipiwa deni. Demorehire dhire. Sawa. Kwa hivyo mtazamaji, kumbuka hii ni Uzuri TV ndani ya Praise Power. Ndio nami Nicholas Biwot pamoja na Waithera Ndongo, na tukienda break Waithera Ndongo tumejulisha mtazamaji kwamba tukirudi huko tunaangazia mambo moja ama mbili, mambo kadhaa kuhusiana na mwenda zake Betty Bayo ambaye alikuwa gospel minister. Alitupatia nyimbo nyingi za kutubariki. Naam. Mimi nakumbuka nikiwa mchanga, I used to sing such songs. They blessed me. Tunashukuru sana, by the some of them ndo zinachezwa na itakuwa nachezwa hapa hivi na DJ Dan. So first of all tuweze kuangalia Betty Bayo. Kwanza alikuwa msanii, si ndio? Betty Bayo, kwa mtu ambaye amjui Betty Bayo ni nani, alikuwa msanii wa nyimbo za Injili. Ameimba nyimbo nyingi, The 11th Hour, Jemedari, ziko nyingi sana. Na nyingi alikuwa nazimba kwa lugha ya Kikuyu. Lakini pia kuna zingine amefanya kwa lugha ya Kiswahili. Kuna zingine ambazo, kwa hivyo ni msanii ambaye aliweza kubariki wengi sana hapa nchini Kenya. Na kifo chake kiweza kumpata siku kadhaa zilizopita. Nikiangalia date yangu inaniambia tarehe 10 Novemba ndio aliweza kupoteza maisha yake. Alikuwa na struggle ama alikuwa na fight na cancer ambayo aliweza kumchukua nao. Leo hii asubuhi ambapo tulikuwa pale chapel pale Uzuri Institute, na tulikuwa tunazungumziwa na Pastor Mercy Gitonga. Pastor Mercy Gitonga alikuwa anajaribu kutueleza, maana yeye amekuwa India na alikuwa anajaribu kucompare matibabu ama services medical services hapa Kenya na za India. Na alikuwa anatuelezea kwamba kule India kumbe kwamba kila ugonjwa una specialist wake. Unanipata? Kama ni ugonjwa wa moyo, kuna madaktari wametengwa kando, kuna hospitali imetengwa ya kudeal na shida zote za kiroho za moyo. Unanipata? Kama ni mambo na kansa, kuna hospitali specific imetengwa kando ya kudeal na kansa. Lakini ukikuja hapa Kenya utapata kwamba hospitali moja inatibu kila kitu, magonjwa yote. Unapata daktari mmoja labda anatibu zaidi ya magonjwa ya magonjwa 5 ama zaidi hata pia. Kwa hivyo tunaona kwamba labda madaktari wetu kwa njia moja ama nyingine unapata wanaekelewa mzigo mkubwa sana. Wanaekelewa mzigo mkubwa sana. Kwa hivyo akasema kwamba that's why unapata kwamba sasa tukirejelea ile story ya Betty Bayo, utapata kwamba Kenya hata kuweza kugundua ugonjwa wa mtu ina take time sana. Because unapata in most cases, maana pia tumefanya utafiti wetu before tukuja hapa studioni, utapata kwamba cancer hapa Kenya in most cases unapata inagunduliwa iko stage 4. Na iko stage 4 unapata kwamba haiwezi tibiwa iko imefika hiyo stage. Kwa hivyo ni stage 2 kumaliza. Pia Betty Bayo ukiangalia kwamba baada ya kuangaliwa alijigunduliwa iko stage 4. Iko ile stage ya juu sana, haiwezi control ikiwa hapo. Kwa hivyo lakini kule India ni kwamba unapata kwamba ugonjwa wa kansa ni vigumu sana upate watu wanakufa kwa kansa, kwa sababu ugonjwa ule kansa inaonekana mapema sana. Iko stage ya kwanza. Kwa hivyo kansa iko stage ya kwanza inaweza kukontroliwa kwa haraka. Kwa hivyo I think ilikuwa wito wake kwamba Kenya ni vyema tuweze kuinvest zaidi kwenye matibabu ama kwenye mambo na medical services, ili tuweze kuokoa watu zaidi na tuweze kuavoid watu kufa. Nataka kuuliza mtazamaji, anafikiria ili juu Kenya matibabu iko chini kuna tatizo sana. Sijui tunaweza fanya aje ili hizi matibabu za hizi diseases za juu at hizi
ziweze kuangaliwa. Sisi tunaweza fanya. Serikali wewe mtazamaji unafikiria serikali inafaa kufanya kitu gani ili kuweza labda kuimprove health services hapa nchini Kenya ili tu avoid watu kufa. Maana kansa sasa hizi hapa nchini Kenya imekuwa ni disaster. Maana inajulikana tu ukipatikana kansa hauwezi survive. Kama chances zako za kusurvive ziko chini sana. Kwa hivyo tuweze kuavoid hiyo. Labda mtazamaji unafikiria nini hasa serikali yetu ya Kenya inafaa kufanya ili kuweza kuimprove our health services, tuweze kudeal na kansa, tusiweze kupoteza watu wengi kama vile Betty Bayo kupitia ugonjwa wa kansa. Utakuwa tujulisha kupitia nambari kupitia pale Facebook at Praise Power at Uzuri TV at Nicholas Biwot na pia kwenye ujumbe wa SMS namba yetu ya simu 0713869411 ama SMS 21182. Asante sana. Naitwa Nicholas Biwot, hapa ni Uzuri TV. Na kipindi ni Praise Power. Acha tupate muziki kidogo wa Betty Bayo, maana leo ni siku yake. Tutarejea kumalizia pia tukisoma comments zako. Don't go far. Hapo sana. Achieve your dreams. Welcome to Uzuri Institute, a center of excellence, innovation, and opportunity. We offer courses like hospitality, tourism, journalism and media studies, fashion and interior design, cosmetology, electrical and electronics engineering, and ICT. For more information, call us at 07235-60867 or follow us at all our social media handles as Uzuri Institute, or visit our website as www.uzuriinstitute.ac.ke. Uzuri Institute, powering employability and vocational prosperity. Back again 11th hour. Betty bado imeza kibao ambacho kimeza kuondodoshwa na DJ Dan. Yes, kwa hivyo tunasema leo hii ni siku ya tribute ya Betty Bayo, siku ya kuweza kumkumbuka the gospel minister ambaye aliweza kutubariki sana na nyimbo nyingi. Naam, kuna swali ndogo ambayo tulikuwa tumeacha kiondoka tuliachia mtazamaji. Nikauliza kwamba anafikiria labda nchi yetu ni kitu gani tunafaa kufanya ili tuweze kuavoid vifo vingi vya cancer. Before tusikize maoni ya mtazamaji, kwanza yako ni wacha tusome mtazamaji kisha tutamalizia na kwa wenzetu, si ndio? I think itakuwa vizuri wacha niangalie kwenye mtandao pia wewe uweze kuangalia kwenye SMS pale kwenye mtandao pale Facebook at Praise Power Uzuri TV ndani ya Uzuri Institute. Naona Rey Mysterio. Naona majina ya kizungu yamefika Kenya. Rey Mysterio anasema kwamba na utazama vizuri sana from Kinango. Anasema show iko inani bless sana. Tafadhali abia dijidana nicheze jemedari ya Betty Bayo. Anasema kwamba Kenya tukipunguza corruption na tuweze kuwa na integrity, kuwa na viongozi wa integrity, medical itaweza kukua vizuri na tutaavoid watu kufa kwa sababu ya cancer. Anaangalia mwingine anajiita John Motura. John Motura ana text from Nyeri County.
Anasema kwamba show inanibariki sana. Tafadhali ambie DJ nichezee Siabonga ya Betty Bayo. Kenya tukipunguza corruption ndio kitu au jambo ambalo linaweza kutuumiza sana. Tuweze kuchagua viongozi ambao wako na integrity, ambao hawapendi corruption na kuweza kutumia mali ya umma vibaya ili waweze kuimprove health sector. Anaangalia David Chuma from anasema ana watch from Kericho County. Anasema kwamba the show inanibless sana. Anasema tafadhali Kenya, shida ambayo tuko naye ni kutotia maanani ama viongozi wetu wanapuuza sana wananchi wa chini. Wanasema viongozi wetu ni vizuri waweze kujua kwamba kila mtu ni binadamu na waweze kuprioritize afya zao. Nashukuru David. Ya mwisho hapo ili tuweze kuangalia upande wa SMS. Naona Daniel Duberi anasema ana watch live from wapi? Kuna mahali inaitwa Ngobit. I hope kuna mahali kunaitwa Ngobit. Anasema ana watch from Ngobit. Anasema show inanibless sana. Kenya corruption ndio inatumaliza na uongozi mbaya. Tungekuwa tukirekebisha hayo, basi health sector itakuwa vizuri na tutazuia watu kufa kutokana na magonjwa. Sijui upande wa SMS wanasema namna gani? Upande wangu nitasoma tu jumbe mbili kwa sababu ya muda. Mtu anaitwa Karo kutoka Ruaka. Anasema watie chanjo ya HPV bure kwa watoto shuleni. Anasema hiyo ni njia moja ya kuzuia hizi. Wa pili anaitwa Mary Okwach. Anasema kuongeza vituo vya matibabu ya saratani kutoka sehemu mbalimbali. Nzuri sana. Natumai mtazamaji umeweza kufurahia kipindi chetu cha Praise Power. Kwa sababu because of time ama juu ya muda tutaweza kuendelea zaidi. Tutapatana Jumatano ijayo. Tunashukuru sana kwa your company, maana pia kama si wewe hatungekuwa hapa. Kama si mtazamaji hatungekuwa hapa. Kama tumalizie, ni ruhusu niweze kuwatambua piga picha wetu. John Maria ameweza kutupiga picha pale kwenye video ambayo inatuwatch, ndio ile inaongozwa na Esther Gishwe. Asante sana. Tuko na producer wetu Mr. Philip. Asante sana ni producer wetu. Naona pia tuko na producer wetu pia mwingine ambaye ni Belinda Wanyangu ambaye tupeleka pale live pale kwenye mtandao. Pia piga picha wetu ambaye ni David Chalo. Asante sana kwa kazi nzuri, na wa DJ Dan, asante sana kwa kazi nzuri kwa kutujazia muziki. Kufikia hapo, kwa majina naitwa Nicholas Biwott, sina la ziada ila kuachia Mwenyezi Mungu aweze kuwalinda hadi wakati mwingine ambapo tutaweza kuonana. Goodbye. Kuna kauli hii. Wish leo ukiwa Wednesday by the way. I almost forgot that. What's I wish my father a happy Wednesday. My goodness. All right. So to all men out there, happy Wednesday. Ingawa wanakaa siku yetu na siku ya choo, lakini sawa tu. We are going to revisit that. Anyway, goodbye and God bless you. DJ Dan tupe mziki. See you next time.